Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitafuta namna mbalimbali angalau ya kuwanusuru, kuwaokoa masahaba wake, mpaka akatoa amri ya kufanya hijra, Waislamu watoke waelekee Habasha, Ethiopia, yani watoke nchi za Kiarabu waje Afrika wafanye hijra kwa ajili ya angalau kupata usalama wao na dini yao. Na agizo hilo kweli litekelezwa mara mbili na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini ndugu zangu, kulikuwa na hisaru shaib, Waislamu kuzingirwa, Waislamu kukatwa na kutengwa, kuzuiliwa vyakula visiwafikie, nao katika sehemu ambayo kama imejitenga na huduma yoyote, marufuku mtu kuonekana anapeleka huduma huko. Na ilikuwa huduma ambazo zinawaendea ni huduma zinawaendea kwa kificho sana, kwa usiri wa hali ya juu, kwamba yoyote ambaye atagundulika kapeleka hata biashara kwa Waislamu, basi yanamkuta ni mazito kutoka kwa maadui hao. Ndugu zangu, hii ni hali ilikuwa ni ngumu sana kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe katika ametengwa, masahaba wake wanateseka, hali ni ngumu. Katika hali kama hiyo, thumma kana al-aam al-ashir min al-bi'th, baadaye ukafuatia mwaka wa 10 dawa toka imeanza, tangu kapewa utume mwaka wa 10, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka tu kwenye gereza la Shii ambalo walikuwa wamezingiwa. Faqada fihi ammahu Aba Talib, anarudi tena uraiani kwa ajili ya dawa. Pale pale akampoteza ammi yake, baba yake mdogo, ambaye alikuwa akiitwa Abu Talib. Mzee huyu alifanya kazi kubwa sana kumtetea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuwa ni mtu tajiri, lakini alikuwa ni mtu ambaye ana wajhi, ana muonekano, ana heshima fulani kwa Makuraishi wa Makka. Wengi walikuwa wakitaka kumfanyia vitimbi, kumfanyia hila, kumfanyia mabaya, wakifikiria kuna ammi yake pembeni, basi wanajizuia na wanaacha kumfanyia hila ambazo kwamba walikusudia kumfanyia. Ndugu zangu, hawa Makuraishi katika kuhakikisha kwamba wanampata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kumuua kwa sababu ya da'wa anayoifanya, walimwendea ammi yake huyu mara kadhaa, zaidi ya mara 3, kumtaka amkataze asifanye da'wa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataa, anasema hawa nini, hata kama atachukua jua waliweke kwenye mkono wangu wa kulia na mwezi kwenye mkono wa kushoto, niache da'wa hii, basi si mwenye kuiwacha hii da'wa. Anajua thamani ya da'wa ya Uislamu. Ndugu zangu, leo hii tuna watu wanaosikitisha sana ambao wameshindwa kujua thamani ya Uislamu. Jambo dogo tu mtu anasaliti dini yake. Wengine hata sigara, akipewa sigara tayari imemtosha, anasaliti dini, anasaliti imani aliyokuwa nayo. Hiyo ni hali ya hatari. Mara nyingi walifuata, lakini mwisho wakamwendea na maneno, labda walidhania wao wangemliwaza mzee Abu Talib na akawaachia Muhammad waweze kumuua. Wakalitoka na kijana mmoja mashuhuri sana wa Makka ambaye ni Ammar ibn al-Walid ibn al-Mughira. Katika vijana watanashati, alikuwa ni mtoto wa bosi, watoto wa kitajiri kwa nyakati zile. Wakamchukua moja kwa moja wakaenda naye kwa Abu Talib, na wakamwambia kwamba sisi tumekuletea kijana huyu, kijana mashaallah, kijana anayekubalika, kijana anayependwa, huyu awe ni mtoto wako, atakuwa ni mwanao moja kwa moja, nasi utupe huyu mtoto wa ndugu yako tumuue, tuondoe hii kero ambayo imetujia katika mji wa Makka. Mzee Abu Talib alitulia, akatafakari na akawaambia neno gumu sana zito, akawaambia bisa ma tatlubun, jambo baya kabisa ambalo mnalitaka hilo, niwape mwanangu mkamuue, kisha nyinyi mnipe mtoto wenu nimlee. Kweli huyu naingia akilini. Basi walirudi wakiwa katika hali ya masikitiko, hali ya kupata hasara, azimio lao ni lenye kufeli. Mzee huyu Allah tabaraka wa taala anamchukua katika mwaka wa 10